Muslim School ambapo inasheheni watoto ambao hawana baba na mama ama hawana wazazi, na pia ni mahali ambapo kunaweza kupatikana elimu ya kwanza ya mtoto akiwa katika sehemu zile za chekechea. Kumbuka kwamba shughuli za leo tumefika hapa mwendo wa saa 5 za asubuhi. Tumeweza kusafiri kutoka Mavueni na tumeweza kuona jinsi watoto hawa wanavyoishi. Tumeweza kuzungushwa katika mabweni, tumeweza kuzungushwa katika madarasa, na pia tumeweza kuona sehemu ambazo wanaweza kupatia nazo elimu. Na haya ni matangazo ya moja kwa moja. Sehemu inayojulikana kama Al-Munawar Orphanage ni makao ya watoto mayatima ambayo yanapatikana katika kaunti ya Kwale, katika barabara kuu ya kutoka Likoni kuelekea Lungalunga. Upande wako wa kulia kuna barabara inayoingia ndani kuelekea kwa shule ya upili ya Mwanambeu. Kabla hujafikia shule ya upili ya Mwanambeu kuna makao ya watoto mayatima ambayo yanajulikana kama Al-Munawar. Hapo ndipo ambapo tumekuwa toka asubuhi saa 5 tumeweza kuwasili hapa na msafara tukiwa tumebeba chakula. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel alikuwa ameandamana pamoja na familia yake, nazungumzia Pastor Sara na watoto wake, na wameshiriki katika kutayarisha chakula hichi ambacho sasa hivi unakiona kinaweza kugawanywa kwa watoto, na pia wameweza kuwabebea soda kama unavyoona, kuonyesha ishara ya upendo. Wameweza kuwabebea soda, wanawagawanyia pale, na unaona watoto wenyewe wakiwa wamefurahi na nyuso zilizotabasamu, kwa sababu ni kitu ambacho hakitokei kwa haraka ama kwa mara nyingi. Ni nadra sana kuona mchungaji ama kanisa likiwa limeweza kuwasilisha chakula kwa makao ya watoto ambao wanalelewa kwa misingi ya dini nyingine ya Kiislamu, na ni jambo la kuigwa na ni jambo ambalo si mara ya kwanza katika kanisa hili. Kumbuka kwamba kesho kutwa bado kuna msafara na kuna msururu wa shughuli kama hizi za kupeana chakula kwa familia zisizojiweza hapa ndani ya nchi ya Kenya na pia nje mipaka ya Kenya, ambapo kuna mipango ya kuweza kuwasili katika taifa jirani la Tanzania kupeana misaada hii. Lakini sasa hivi kesho nafikiri msafara utakuwa unaelekea eneo la Turkana kaskazini mwa taifa la Kenya kuweza kupeana msaada huu. Kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Kwale, katika eneo linalojulikana kama Tiwi, katika constituency ya Matuga, ambapo kanisa la New Life limeweza kutembelea makao ya watoto mayatima na kuweza kusherekea siku kuu ya Krismasi kwa kuonyesha upendo na watoto hawa. Kumbuka kwamba chakula hichi kimeweza kutayarishwa kwa mikono ya watumishi wa Mungu. Nazungumzia mtumishi wa Mungu Pastor Sara pamoja na watoto wake wameshiriki katika kupika chakula hichi. Tumemwona Pastor Ezekiel pia akibeba kuni na watoto kuweza kuzipeleka jikoni na kuweza kuhakikisha kwamba watoto wanaweza kufurahia siku hii. Na ni zaidi ya watoto 100 ambao wako hapa wanaweza kupata huduma hizi za kimsingi. Na leo ilikuwa siku njema kwao, manaka wameweza kufurahia chakula hichi ambacho wamekipika wao wenyewe kwa mikono yao. Nyama zimeweza kubebwa zikaletwa, kuku wameweza kubebwa wakaletwa, na pia wameweza kuachwa na chakula ambacho kitakuwa kinaweza kuwasaidia katika miezi inayokuja. Pia mtumishi wa Mungu ameweza kuahidi kuachia ruzuku ama pesa taslim shilingi 200,000 ambazo zitawasaidia katika harakati zao za kujitayarisha kwa mwaka mpya na masuala ya shule na masuala mengine. Haya yote yanakujia moja kwa moja katika eneo hili la Tiwi katika kaunti ya Kwale, gatuzi dogo la Matuga, sehemu ambayo kunapatikana shule ya Kiislamu, shule ambayo inapeana elimu kwa misingi ya Kiislamu inajulikana kama Al-Munawar, na pia pamesheheni watoto mayatima ama ni kituo cha kuwasaidia watoto mayatima katika jamii. Haya yote yanakujia moja kwa moja kutoka eneo hili la kaunti ya Kwale.
Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya World Evangelism TV, tunakuletea kutoka katika mji wa Tiwi ambao unapatikana katika kaunti ya Kwale, tukiwa tumetembelea shule ama makao makuu ya watoto mayatima ambao wanalelewa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Naam mchungaji. Asante. Karibu sana. Naona unateuka. Umetoka kule mpaka huku. Nilikuwa natafuta nafasi ya kuweza kufanya mazungumzo na wewe. Ni siku kubwa kwa watoto. Tumeweza kuona tabasamu, tumeweza kuona venye wamefurahia chakula. Labda ni kitu gani ambacho kilianza leo asubuhi kukutia msukumo wa kuweza kufika hapa? Jana tulikuwa Kibra, tulikuwa Starehe, Nairobi, hizo zote, na tukaenda sehemu nyingine nimesahau. Na tulikuwa tunapeana msaada kwa ajili ya wenzetu wasioweza kufanikiwa wakati huu wa Christmas. Maandiko nasema for God so loved the world that he gave his only son. Giving, he gave his only son. God gave Jesus Christ to save us. Not good people, but very bad people. Plus myself. Nikaokolewa, nikawa mtu naweza nikazungumza na wengine na wakanisikia. Na nilipo tafakari kile ambacho tunaweza kufanya kama Mkristo kweli kuonyesha upendo. Jana nilipotoka Nairobi nikawaza kwamba kile ambacho tunaweza tukafanya, tuende kwa wenzetu, ndugu zetu, dada zetu Waislamu, sababu unajua aliyemuumba Muislamu alimuumba Mkristo. Na mimi Mkristo nikikosa kumpenda Muislamu inamaanisha simpendi aliyemuumba. Na kile ambacho Kristo alituachia ni upendo peke yake. Mimi nikiwa naweza nikakosa kumwonyesha Muislamu upendo inamaanisha simpendi Mungu aliyemuumba. Na Mungu hana kasoro. Na ishara ya kuonyesha Ukristo ni kuenda kwa ndugu zangu na kushirikiana na wao na kuonyesha umoja na upendo. Nikafikiria nije hapa kwa sababu hapa kuna watoto mayatima na ni watoto wa Islamu ambao wanafundishwa dini ya Kiislamu. Na nikahisi mimi na familia yangu, mimi Pastor Sara, wasichana wangu wawili, kijana wangu wa yuko ako shuleni, nichukue time nije nikae na vijana, sababu nimelelewa katika maisha ya chini sana. Huko ndio nimezaliwa na nimelelewa huko. Na leo nimepata time nzuri sana kukaa na watoto pamoja na viongozi wao. Na labda najua nimezungumza mambo mengi kwa pamoja. Na labda msafara wako umeleta vyakula aina gani ama msaada gani kwa shule hii? Tumeleta vitu vingi. Tumeleta unga ngano, tumeleta unga wa sima, tumeleta mchele, tumeleta mboga, tumeleta mafuta, tumeleta nyama, tumeleta kuku, tumeleta kitunguu, tumeleta mikate, tumeleta snacks, tumeleta biskuti, tumeleta soda, tumeleta maji, tumeleta juice. Zingine nimesahau. Na labda ukituelezea matukio ya siku ya leo, mlipofika hapa saa 5 asubuhi, nini kimeendelea mpaka sasa hivi? Tumepokelewa vizuri sana na viongozi wa hii orphanage, vizuri sana sana sana. Na tukaanza na kuimba. Tulipoimba tukaenda kutafuta kuni, tukapeleka kuni jikoni, tukapika. Pastor alikuwa anasaidia sana sana kupika. Nikisema nimepika nitakuwa nadanganya, sababu wewe mwenyewe ulikuwa na mimi. So Pastor akasaidia upishi na tukaletewa chakula na tukapelekwa all round. Tumeona mabweni, madarasa, maofisi, vitabu vyao na jinsi ambavyo wanajaribu kung'ang'ana kimaisha ili wakaweze kusonga kimaisha. Na tumekuwa na kipindi kizuri cha kukula na watoto wetu kwa pamoja. Na imenifanya nikahisi maisha ambayo nimelelewa mimi. Hiyo imenifurahisha sana, sababu nimelelewa hivyo, kukula nikiwa nimeketi chini. Au ndio maisha ambayo Mungu alinipa. Na kwa jamii ya New Life ambayo sasa hivi inatazama World Evangelism TV na kutusikiza kupitia kwa World Evangelism Radio, labda ujumbe wako kwa siku ya leo ni gani? New Life, kama vile wanasema New Life si jengo. New Life
ni roho. Maandiko inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nendeni mkatangaze habari hii, ujumbe huu wa New Life. New Life iko kwenye sinagogi, iko kanisani, iko msikitini, iko jela, iko polisi, iko kila mahali, na ni watu ambao wanamwamini Kristo na tabia zao na mioyo yao ni kutenda wema. Kama vile tulifanya uamuzi kwamba tunaenda kwa ndugu zetu popote pale walipo, tuende tutoe, na tulielewana kwamba tuende kwa wale ambao hata hawatujui na hawatutarajii, na tupeane kwa mtu ambaye hatutarajii kwamba ataturudishia. Basi Mungu wa mbinguni atubariki. New Life popote pale ambapo mko, sababu najua New Life iko State House, iko kila mahali, iko jela, iko prison, iko hospitalini. Kwa ile sadaka ambao unaitoa leo, unaitoa sai, uliitoa, Mungu akubariki. Haijaenda kupotea. Angalia nyuso za hao watoto, nyuso zao ziko na furaha, na tumewapa pia kwa hiyo sadaka uliotoa, tumepeana 200,000 kwa ajili ya kuendeleza mjengo pale umekwama, na pia nitapeana pesa kidogo hapa kwa ajili ya kuwanunulia TV. Kijana mmoja ameniambia, amesema haina nini. Ako wapi yule kijana wangu? Nikio kijana Amenifundisha Kiswahili. Ameniambia haina. Umesema haina nini? TV haina nini? Ulisema haina mafikirio. Haina mafikirio. Ameniambia tukiishi hivi ni maisha ambayo haina mafikirio. Yaani haina mawazo mengi, mawazo mabaya. So akaniambia, Pastor, tukiishi hivi haina mafikirio. Na akaniambia, Pastor, pale kwa oli yetu kuna mahali hapo wameweka waya ya stima, na hapo ikiwekwa TV, na tukishakula hivi tuone TV, haina mafikirio. So nikasema tutanunua TV kesho, nipeane pesa leo, waende wanunue TV waweke hapo, haina mafikirio. Haina mafikirio. So huyu ndio tulikuwa tunakula na yeye kwa sahani moja. Nimejaribu. Asante. Mungu akubariki. Naitwa Mohamed Abdalla. Nimepata rafiki yangu hapa anaitwa Abdalla, tulikuwa tunakula naye pamoja sahani moja. Ameniambia, Pastor, haina mafikirio. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa hivyo tumeshukuru sana na tumekuwa na kipindi kizuri. Ukiona nyuso za hao watoto wa kina Abdalla wanafurahi, wenzao pia wanafurahi, inapendeza sana. Ni kama maji baridi katika mwili ambao umejaa moto. Nimeshukuru sana. Asante sana kwa maneno yao machache. Ndio maana nilikuwa nasema Mungu awabariki sana kwa kile mnachotoa. Vile unavyoona ndivyo unavyotumia pesa zako ulizotoa. Ulipotoa, hata leo unapotoa, hata jana ulipotoa. Siku ya kesho tutakuwa Turkana, tutakuwa tunapeana chakula pia kwa wenzetu wasiojiweza, na inanibidi asubuhi niwe niko Nairobi, na hiyo asubuhi niwe nimeondoka ninaenda Turkana. Tushaweka chakula kwenye hizo sites. Yeyote yule ambaye anahusika kwenye matoleo haya kusaidia hawa, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana. Hiyo ndio naweza nikasema. Mungu, hata kama ulikuwa uwe mgonjwa, Mungu akuondolee magonjwa, sababu umesaidia watoto, umewafanya mioyo yao iko na furaha. Hata kama ulikuwa ukufe mwaka huu, Mungu akuongezee miaka mingi sana. Unasababisha watoto wengine wanapata karo, wanaona TV, wamepata chakula. Angalia yule mtoto amebeba soda, ako na furaha kama wengine wale. Mungu akubariki sana. Hata kama ulikuwa ukose karo ya watoto wako, Mungu akufungulie milango ya kifedha. Hilo ndilo ombi langu kwa wale ambao wanahusika kwa ajili ya kuwalisha, kwa sababu unajua mtu anaweza kufikiria ni mimi, lakini ni sadaka ya wale washirika. Sababu mimi sifanyi kazi. Ile sadaka ya wale washirika naitumia kwa njia ambao natamani wao pia waelewe, na iwe njia ya wazi. Mungu akubariki sana kwa matoleo yako. Asante. Asante sana mtumishi wa Mungu, haina mafikirio. Wacha tuendelee na matangazo ya moja kwa moja. Tuko katika kaunti ya Kwale, katika eneo linalojulikana kama Tiwi, ambalo linapatikana katika gatuzi dogo la eneo la Matuga.
sehemu ambayo shule ya watoto mayatima ambao wanalelewa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Geni kuchagua noratimu. Shukran. Aslam. Nana tupatia dua. Sasa njoo hapa. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Shukran, jazakumullah khair. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa nafasi ambayo umetupa kwa ajili ya watoto wetu ambao wengine hawana wazazi, hawana mama, hawana baba. Upendo wako ni wa ajabu, ukaacha mbingu, ukaja duniani kwa ajili yetu, ukazaliwa siku kama ya leo. Zaidi ya yote, leo umezaliwa ndani yetu, ukatuunganisha kuwa kitu kimoja, tukasahau kila aina yote ya ubaguzi, ukatufanya kuwa rangi moja, roho moja, upendo moja. Asante kwa ajili ya watoto hawa. Asante kwa ajili ya viongozi. Asante kwa ajili ya shule hii. Asante kwa ajili ya orphanage hii. Bwana Yesu, kama vile ambavyo umetutuma hapa na tumekamilisha kazi ambayo ulitutuma kwa ajili ya kuonyesha upendo, zaidi ya yote wametuonyesha upendo wa kiwango cha juu. Nabariki watoto hawa. Kama vile sisi wengine tulisomeshwa na watu, watoto hawa wapate karo na wasome. Maana mimi sikusomeshwa na wazazi. College nilisomeshwa na wengine, secondary nilisomeshwa na wengine. Umetutuma hapa tuonyeshe upendo ule ule. Kama sio wewe, sisi hatungelikuwa hapa. Watoto hawa wabarikiwe. Watoto mbarikiwe. Mungu awape afya njema, awape uzima, hakuna magonjwa. Hata mwaka ujao tunakutana tena. Mungu awalinde, awahifadhi usiku na mchana. Bwana awabariki. Hamutakosa chochote chema. Mungu awape vyote vyema. Mufanyike viongozi wa nchi hii na viongozi wa mataifa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nitakubariki. Amen. Asanteni sana. Karibu sana. Asanteni sana. Karibu sana. Haina mafikirio.